Kibuyu cha asili kinakupa hadithi popote ulipo. Kibuyu cha asili, chemchem ya hadithi za mababu na mashujaa. Kibuyu, kibuyu, kibuyu cha asili, kibuyu, 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 kibuyu cha asili, kibuyu. Naam, mtazamaji wa Bamaa TV, ubunifu asili yetu. Jina langu naitwa Shukuru Omar Chambuso, na leo kwenye kibuyu cha asili tumemtembelea bingwa wa safari za kuzimu. Ni nani huyu? Atatusafirisha katika elimu tofauti ambayo amejaliwa nayo. Jina langu Bamaa Fulani aka Kibuyu namba 29. Hii inaitwa ni kuhusiana na pepo ambao na yenyewe inatumika kwa mshumaa. Kwa hiyo unapotaka kuanza, unatakiwa uanze kulingana na mpangilio wa zaburi ambazo unakuwa umeshazitamka. Zinakusafisha mahali popote na kupata kitu chochote ambacho unakuwa unazitaka. Sasa nategemea unataka usafiri uende wapi. Kutegemea kusafiri kwenda wapi, nategemea wewe unahitaji nini. Kuna wengine wanataka usafiri kwenda kwa ndoto, kuna wengine wanataka usafiri wenyewe kama wenyewe waende huko. Tunasikia kwamba mtu eti ameenda kuzimu, mwingine ameenda ujinini, mwingine ameenda wapi, wanatumia hizi zaburi. Cha kuzingatia ni kwamba lazima ufunge siku 2 au 3, usifanye mapenzi, usile vyakula ambavyo vina damu kama vile dagaa, samaki, nyama, mayai na vinginevyo. Unakula vyakula vya kawaida tu kama mikate, uji, ugali, kama ni ugali, mboga za majani ambazo zinajitiwa mafuta ili uwe msafi unaweza kwenda mahali popote. Na inafunguka. Hiyo hata ukienda kutumia wewe uenda kutumia baharini, unaweza kutumia ndani ya nyumba, kwenye chumba ambacho hakina kitu. Hiyo zaburi hizi ambazo nimezitamka hapa unaweza kuzitumia kwenye mti mkubwa, unaweza kuzitumia kama eneo kama hili hapa na ukasafiri. Unaona? Inategemea na mazingira ambayo unakuwa unaishi, lakini yawe tulivu. Kibuyu, kibuyu, kibuyu cha asili, kibuyu, 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 kibuyu cha asili, kibuyu. Majini hapo kwa sababu ni viumbe. Na kama ukitaka issue ya majini ukitaka kuyaita kwa kutumia vitabu hivi, lazima utatumia mshumaa mwekundu. Na hata ukienda pale baharini pale ukakaa pembeni ya bahari, ila unapoliita jini ni lazima uchole duara kwa kutumia poda au chumvi. Ukae ndani ya duara na uwe na kijiti. Ukitumia hiyo atakuja ili msiweze kuanza kuzuliana, na unapomuita kwa chumba ambacho hakina kitu, au kama unaenda kule baharini kwa hakuna kitu, au kama ni msituni kama eneo la pori kama hili. Unaona? Ukiliita litakuja, mtajadiliana. Majini ni hapo, ni viumbe kama viumbe vingine. Inategemea umemuitia kwa kazi gani. Kuna wengine wanaitia kwa ajili ya mambo yao binafsi, wanajua yenyewe labda kibiashara. Kuna mwingine anataka kuoa, kuna mwingine anataka kuolewa. Unaona? Sababu ni viumbe ambao vipo, sio kwamba vipo. Na watu wote wanajua kwamba ni viumbe ambao vipo. Sasa namna ya kuliita ndio kuna utaratibu ambao kwanza kabla hujaanza process za kunani hizo za kumuita yule bwana. Lazima umeoga vizuri. Na unapotumia maandiko kama haya, kwa sababu maandiko yapo kwenye Qur'ani, hapo kwenye Biblia yapo, kwenye kitabu cha Buddha yapo, na yanaeleweka. Sema tu ni maarifa ya watu kuyatumia maandiko. Kwa sababu maandiko haya yamekuja kwa ajili ya kutupa majibu sisi. Majini ni sawa vile unapoenda kwa mganga. Unapomuita jini unakuwa na sababu. Unapomtaka lazima akupe masharti. Unaona? Majini sio kwamba wote ni wema. Kuna wengine wachafu, kuna wengine wazuri, kuna wengine wana tabia zao mbaya. Kuna mwingine anaweza kukwambia hivi. Ndio maana unapotaka kumuita jini ni kitu cha hatari, lakini lazima uwe na sababu maalum kwa nini unamuita. Sasa mtakapokuwa mnakubaliana pale ndo yani wewe ndo utaangalia sasa mlivyokubaliana na yeye atakapokuwa amekwambia, kwa sababu wanaongea kama kawaida. Anapokuja unatakiwa uombe lugha ya kuongea naye. Anaweza kaja anaongea Kiarabu, kama bwana naomba mimi lugha yangu naojua ni lugha fulani, mkaweza kuongea naye vizuri tu.
anakuja kwa umbo gani? Jini anapokuja mwenzangu, ndio maana natakiwa ufunge zile siku 3. Anakuja kwa umbo la kawaida tu, lakini unaweza ukashangaa ametokea hapa, au anaweza akaja ukasikia tu sauti, au anaweza akaja ukashangaa tu ukashangaa harufu manukato yale nasikika. Itegemea unakuwa umejiandaa vipi na nguvu yako ikoje. Unaona? Na sio majini tu, hata malaika unaweza kuongea nao. Sio lazima majini, hata malaika unaweza kuongea nao, lakini lazima watu watambue kwamba majini yapo, malaika wapo, kuna viumbe vinavyoonekana na visivyoonekana. Ndio maana unaonaga hata kanisa Katoliki, kwa sisi wa Katoliki, ukienda kusali lazima usali, kuna sala ile kanuni ya imani. Nasadiki kwa Mungu Baba Mwenyezi, muumba wa mbingu na nchi. Nasadiki na kwa viumbe vinavyoonekana na visivyoonekana. Na hata ukifika pale asubuhi lazima upigwe ubani, upigwe na maji, ndio mwanzo ibada. No. Sasa sisi tunakosea katika kusali kwa sababu imani pasipo matendo sio imani, inakuwa imekufa. Ndio maana watu wengi wanaangamia kwa vitu vingi. Tunaangamia kizembe kwa sababu kuna kitu tumeshafichwa. Kibuyu, kibuyu, kibuyu cha asili, kibuyu, 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 kibuyu cha asili, kibuyu. Kwa swala la imani inategemea mtu anaamini nini. Kuna mwingine anaamini akichukua maji akaenda kuoga atapona. Kuna mwingine anaamini akipiga magoti akisali atapona. Kuna mwingine anaamini kwamba akitumia chumvi katika ibada atapona. Kuna mwingine anaamini akitumia mafuta anaweza akapona. Na kuna mwingine anaamini tu akiwaza tu vizuri atapona. Zote ni imani. Na kuna mwingine anaamini akifanya kazi atapata hela. Na kuna mwingine anaamini kwamba akimuita jini au akimuita nani au akamlilia Mungu au akafanyaje atapata hela pia. Bado kuna elimu kubwa sana. Wanasema elimu ni pana sana. Kuna watu wana ujuzi tofauti tofauti. Leo nimekupitisha tu na umemsikia mtaalamu wa elimu kubwa kabisa ya ziada ambayo anaweza akakusaidia mahali popote pale kwa maombi na kwa utaalamu aliojaliwa nao. Kibuyu, kibuyu cha asili, kibuyu, kibuyu. Njooni tusafiri pamoja, tuguse maisha ya watu, asili na sauti za kale.